Katika somo letu la uongozi tunajifunza moja kati ya misingi mikuu ya uongozi ambao ni maono. Kumbuka kwamba tunasema kwamba uongozi ni ule uwezo wa kuhamasisha watu kufanya vitu ambavyo ni vizuri, ambavyo vinaleta manufaa, uwezo wa kuwaunganisha watu wenye fikra mbalimbali, wenye mitazamo mbalimbali, kuwaleta pamoja ili kutimiza jambo ambalo ni moja, ambalo jambo linaleta manufaa katika jamii nzima. Huo ndio uongozi wenyewe tunasema. Sasa katika uongozi ni lazima uwe na maono. Sasa ukiwa na maono ndio unawaunganisha watu na wahamasisha ili waje kuungana wote katika kutekeleza hayo maono. Sasa maono ni kitu gani? Maono ni nini? Maono tunasema kwamba ni ile idea, lile wazo kuu ambalo nadhani kwamba limebeba kusudi la maisha yako wewe, kusudi ya kuwepo kwako duniani. Hayo ndiyo maono. Kitu ambacho uko tayari kufa ukikipambania, hayo ndiyo maono. Kitu ambacho nadhani kwamba nikikitimiza hiki hapa, ninadhani tayari ile kusudi ya Mungu kunileta mimi katika ulimwengu litakuwa limetimia. Hayo ndiyo maono. Tukiunganisha maono na hamasa njema ama ushawishi, ni kwamba unawaita watu na wahamasisha watu waje kwa pamoja ili muweze kutekeleza haya maono sasa, ambayo nadhani kwamba yakitimia ndio unakuwa unafanya sehemu ya kusudi yako la kuishi duniani. Hayo ndiyo maono. Maono ndiyo driving force, ndio inatoa mwelekeo ufanye kitu gani na usifanye kitu gani. Katika uongozi usipokuwa na maono utajikuta unafanya hiki kitu naacha, hiki unaachia, hiki unaachia, hatimaye unajikuta muda umeisha na hakuna alama ambayo umeiacha, kwa sababu uko na kitu kimoja ambacho umefocus nacho ukiwa unakifanya. Kwa hiyo kusudi uweze kuwa kiongozi ambao utaacha matokeo makubwa hapa duniani, lazima uwe na maono. Watu wengi wamekuwa wanashindwa kutofautisha kati ya maono na mipango. Mipango ni kile kitu ambacho ni kama mkakati wa muda mfupi ambao unaupanga kwa ajili ya kutimiza kusudi la kwako kuwepo duniani. Hiyo ndiyo mipango. Lakini maono ni ule mkakati wa maisha yako yote ambao utakuwepo duniani, kwamba katika maisha yangu yote mimi nimewekwa kutimiza hiki kitu, na hiki kitu nikitimiza basi nitakuwa nimefanya sehemu ya maisha yangu mimi. Maono halisi yana sifa gani? Pia wengi wamekuwa wakishindwa kutofautisha kati ya ambitions and vision. Ambition ni mikakati midogo midogo ambayo inakupelekea kutimiliza ule mkakati mkuu ambao ndio maono yenyewe. Kwa mfano, kununua gari sio maono. Kujenga nyumba sio maono. Kuwa na familia sio maono. Kuwa na chakula cha kulisha familia sio maono. Lakini hivi ni vijenzi vidogo vidogo vinavyokwenda kutekeleza maono. Sasa hivi tunavihitaji. Hivi tunaviita kwamba ni ambitions. Ambitions. Hizi ambitions ndivyo vijenzi vya maono. Kwamba kupitia nikitimiza ambition fulani basi nakuwa naelekea kutimiliza maono fulani ambayo ninayo. Kwa mfano, unaweza kuwa na maono kwamba mimi natamani nitengeneze niweke mifumo bora ama niwawezeshe watu kupata elimu ambayo ni bora. Hayo ndio maono yako na unadhani kwamba ndio kusudi yako kubwa sana. Sasa ambition inakuja kwamba okay, sasa katika kuhakikisha hilo jambo nitajenga shule ama nitajenga kituo cha kuwalea watoto yatima na kuwafundisha, kuwapa elimu ambayo ni free bila malipo. Tayari kwamba maono yako kumbuka kwamba ni kuhakikisha kwamba kila mtu anapata elimu. Sasa ambition yako ni kutengeneza kituo cha kuwapatia elimu wale watoto ambao hawawezi kuipata hiyo elimu. Hiyo ni ambition, lakini lengo lako ni watu wote wapate elimu ambayo ni bora. Vision za kweli, maono ya kweli yana sifa zake. Cha kwanza kabisa ni lazima yaguse jamii kubwa sana. Ukiona kwamba una mipango ambayo inakugusa wewe peke yako na familia yako, ujua hiyo sio maono. Hiyo ndio kama hizi ambazo nimesema kwamba ni ambitions. Ukiona wewe mipango yako ni ya kugusa wewe, kufaidisha wewe na kujenga wewe peke yako, wengine hawawezi kupata faida ya hicho ambacho unakifanya, hayo sio maono ya kweli.
Maono ya kweli ni yale ambayo yanagusa jamii kubwa sana, hayaishii kwako. Impact ya kile ambacho unakifanya hayaishii kwako, ila yanagusa hadi kwa watu wengine. Kwa hiyo ukiwa kama kiongozi, ni lazima kwanza uwe na maono ambayo unajua kwamba okay, I am calling people to join me to do what. Unajiuliza kwamba hivi ni kitu gani ambacho niko tayari hata leo kwamba nikikitimiza niko tayari kufa. Ni kipi ambacho kinakuchelewesha kulala wewe, kwamba usipofanya kile chochote kile kuchangia kujisikia amani. Hayo ndiyo maono ambayo nazungumza. Kwa hiyo kama kiongozi, kwanza ni lazima uwe na maono. Leo nazungumzia kuhusiana na swala la maono tu. Ni lazima uwe na maono. Unawaita watu, tunazungumza kwamba uongozi ni hamasa njema, ni ushawishi chanya. Unawashawishi watu wafanye nini? Hayo ndiyo maono. Kumbuka kwamba ushawishi usiokuwa na maono ni hatari sana, ni kama sumu. Kuna kitu kimoja ambacho kinaitwa radi hii inayopiga kabisa, ambayo tunajua kwamba mara nyingi radi wage inapiga nyakati za mvua. Sasa ile pale tunasema kwamba ni umeme ambao umekosa control. Sasa maono ndio control ya ushawishi wako. Kuna watu wana ushawishi lakini hawana maono, wanajikuta kwamba wanahamasisha watu kufanya vitu ambavyo havina tija katika jamii, vinaita negative effects katika jamii yao, lakini wana ushawishi. Ili kusudi ushawishi wako uweze kuwa na positive impact, ni lazima uwe na vision. Sijajua wewe ni kipi ambacho nadhani kwamba upo tayari kufa leo ukipambania. Sijajua wewe ni kipi ambacho nadhani kwamba leo hii ukitimiza upo tayari, hata Mungu akisema kwamba nakuchukua mwanangu, unaweza ukasema ndio Mungu nichukue, maana kazi nimeimaliza. Sijui ni kipi. Najitahidi sana kama hauna, haijalishi unataka kuwa kiongozi wa kuongoza watu wengi ama unataka kuwa kiongozi wa kujiongoza mwenyewe. Jitahidi sana uwe na maono. Uwe na maono ambao unajua kwamba hiki kitu nipo tayari kukipambania hata kwa gharama namna yoyote ile. Upo tayari kuwekeza muda wako, upo tayari kuwekeza rasilimali zako ukitaka tu hicho kitu kitimie. Paka hapa sijajua wewe ni kipi ambacho unadhani kwamba upo tayari kufa ukipambania. Ni kipi upo tayari kulipa gharama ya namna yoyote ile? Ni kipi upo tayari kubaki peke yako wengine atakapo kutenga ukiwa ukipambania? Sijui ni nini. Kama hauna, jitahidi sana utafute. Jitahidi sana upambane kujua ni yapi maono yako. Kwanza maono yanatokea kwenye kusudi. Ukijua kusudi lako ni lipi, basi hapo ndipo unaweza kuona kwamba maono yangu ni yapi. Hapo ndipo unaweza kugundua maono ili kusudi kutimiza kusudi ambalo limekuleta duniani. Bila kujua life purpose yako, huwezi kuwa na vision. For you to discover your vision, first discover your life purpose. Vision is within your life purpose.